lifestyle ya mimi ninayekuongoza maybe my lifestyle will be that haijafikia kiwango cha kufanya wewe kubadilika, has not reached the levels of making, kwa sababu matendo yetu yanazungumza kuliko maneno. Because our actions speak louder than our words. La pili, and the second, inawezekana maybe wewe unayeongozwa you the person that's una roho ya kutokufundishika. You have the heart that cannot follow instructions. Ni akili kujua, hutaki kuambiwa. You know it all. Kuna washirika wao ni wa kiroho kuliko mchungaji wao. Some members in the church are more spiritual, more than the. Kwa hiyo mchungaji akihubiri anasema pale angeongea hivi. When the pastor or the preacher is preaching, they are all. Hata kama unamzidi elimu mchungaji wako, even if you're more educated than the pastor, lakini Mungu akishampa kibali cha kuongoza, if God gave them kuna hekima maalum ambayo Mungu anampa mtu. There is a certain wisdom that God. Ndio maana ukaona katika nchi rais anaweza akawa na degree moja lakini anaongoza maprofesa. You might see a president might have maybe just one degree, but he's leading more than 10 professors. Lakini la pili, the second thing, mtu anapookoka, when a person is saved, kwa sababu kuokoka ni mchakato, ni process. Being saved is a process. Unapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, when you receive Jesus Christ as your kuna mafundisho yanaanza ili kukuimarisha kuwa mtu bora katika. There has to be certain instructions you have to follow. Kwa baada ya mtu kuokoka, mafundisho yafuatayo ya kukulia wokovu anatakiwa ayapate. So after a person has been saved, there has to be certain instructions. La kwanza, and the first one, lazima muelewe mtakatifu na toba ni nini. You have to understand what is repentance and what is holiness. Linalofuata ni lazima uelewe maadili ya Kikristo, tunasema Christian ethics. You have to understand the ethics of Christianity. Tunaposema maadili ya Kikristo, unafundishwa namna ya kuongea, namna ya kutembea, unavyopaswa kufanya na usiyopaswa kufanya. We teach you what to do, how to walk in Christ. Mahusiano yako na jamii inayokuzunguka, the way you have to behave in your society. Lakini pia unafundishwa nidhamu ya Mkristo mbele ya viongozi wake wa kiroho. But we also teach you spiritual discipline in front of your leaders. Na mambo mengine mengi. And other things as well. Changamoto tulionayo, the challenge we have, watu wengi wamebatizwa. A lot of people have been baptized. Lakini walio wengi hawakupata bahati ya kufundishwa maadili ya Kristo. Most of them were not taught those Christianity ethics. Kwa hiyo hii ni changamoto kwetu sisi wachungaji. It's a challenge that we have as pastors. Ni namna gani tunaweza kubadilisha na kuweka mikakati katika jambo hili? How we can change things so everything. Kwa hiyo sio kwamba hayazingatiwi. So it's not that we are not. Inawezekana kuna mahali hayajawekwa vizuri. Maybe we haven't just adjusted everything to work according. Lakini wewe kama Mkristo, but you as a Christian, epuka sana roho ya kutokufundishika. Avoid having the heart of not following instructions. Na mimi ni waombe wachungaji wenzangu, I'm asking my pastors today, tunaposhughulikia maadili ya Kikristo, when we are talking about the ethics of Christianity, sana kuwapendezesha watu. Let's not have a way. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaogopa nikimshughulikia huyu vizuri, because some pastors wenda atahama kanisa langu, ataenda kanisa lingine. If I speak about certain stuff, people are going to move. Kwa hiyo mwisho wa siku lawama zinaturudia. Hamtufundishi, hamtuambii ukweli. And then people start saying that we are not teaching them. Kwa hiyo ni vizuri kukaa kwenye ukweli ili kwamba maadili ya Kikristo yawe vizuri. Kwa hiyo matendo yetu yanahubiri zaidi kuliko maneno. Ndio maana walitambua Petro. Na hiyo ndio tunavyopaswa kuishi. Tunahangaika sana na karama kuliko mwenendo wa Kristo. We work so much on our talents instead of working on the characters of us as Christians. Hallelujah. Hallelujah. Swali la mwisho. And the last question. Huyu bwana anauliza kwamba this person asked, ni madhara gani yanayosababishwa na roho ya usaliti? What are the consequences that can be? Kwanza, roho ya usaliti, the spirit of betrayal. Tumeona Yuda ilimpelekea kifo. We saw what caused Judas death. Na hiyo ni kanuni katika pande zote, kimwili na kiroho. And that's the principle even in the spiritual. La pili, the second thing, roho ya usaliti inafarakanisha watu. The spirit of betrayal
make people to Alafu la tatu, unapokuwa msaliti huwezi kuaminiwa na watu. When you are a betrayer, you cannot be trusted. Na mwisho utaishi maisha ya mashaka. And at the end you'll be living in a life of doubt. Na hii ni roho mbaya sana katika maisha ya watu. And that's something that's very bad in people's lives. Usaliti ni roho ya uuaji. Nyongeza ya mwisho hapa, huyu bwana anasema kama baadhi ya Wakristo wana shauku ya kuona taratibu huduma mbalimbali zinazingatiwa. Asante. Wanapotoa mawazo ya kusimama kwenye utaratibu, wanakumbana na changamoto za kubaguliwa, kupuuzwa, kuepukwa, yani kukwepwa na kuchukiwa. Nini kifanyike? Sasa niseme mchungaji ambaye hataki utaratibu ufuate. So the pastor that does not want regulations to be followed. Sasa huyo atakuwa mchungaji wa mchongo. Cannot be a good pastor. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kuchukia mtu anayetaka utaratibu ufuate. And if anybody tries to hate on somebody who's trying to speak out. Kwa jambo la msingi ni namna gani unajenga hoja kwa ajili ya utaratibu ufuate. The most important thing is just how you raise your comment or any opinion that you have. Asante sana. Ndio jirani yako mwambie lazima ufuate utaratibu. Say the neighbor that you have to follow rules. Ukiona chitu linaenda bila utaratibu, achana nao. If somebody is not following the rules, just that person on the side. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Munasikia jinsi mchungaji anatuelezea? Sasa nawaza na maswali, watamauliza maswali. Na sijui kama kuna zawadi kwa wale wenyewe watapata maswali. Tufungue macho, tujitahidi.